Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume Allah subhanahu wa ta'ala, rehma na amani ziwe juu yake, man kana akhira kalami la ilaha illa Allah dakhala aljanna, yoyote ambaye maneno yake ya mwisho au neno lake la mwisho litakuwa la ilaha illa Allah, basi mtu ameingia peponi au Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza katika pepo yake. Na hadithi nyingine anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, man qala la ilaha illa Allah mukhlis dakhala aljanna, na yoyote yule atakayesema la ilaha illa Allah kwa ikhlas, kwa iman na yaqini, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza katika pepo yake. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inamthibitikia hii kauli yule ambaye aliyeamini katika maisha ya dunia na akhira. Vipi inamthibitikia duniani? Duniani ataishi kwa la ilaha illa Allah mpaka muda wa mauti wake. Mtu huyu ambaye aliyekuwa ni muumini itamthibitikia kauli ya la ilaha illa Allah, na baada ya hapo itamthibitikia kauli ya la ilaha illa Allah endapo atakapokuwa akhira, kwa kuruzukiwa pepo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyomwandalia. Na kitu cha pili, ili neno la ilaha illa Allah lifanye kazi katika sehemu yake, kitu cha pili ni kuwa mtu ni mwenye kusimamisha swala. Neno la ilaha illa Allah haliwezi kufanya kazi endapo mtu atakosa swala. Ili neno la ilaha illa Allah lifanye kazi, lazima mtu awe na swali. Kwa kuthibitisha maneno hayo ni kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, bunia alislamu ala khams, Uislamu umejengeka kwa mambo matano. Neno la kwanza alosema shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kitu cha kwanza alichotaja ni shahada au ni neno la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Na kitu cha pili kilichofuatia wa iqamis swala, kitu cha pili ni kusimamisha swala. Haya maneno mawili, swala na la ilaha illa Allah, ni maneno mawili ambayo yanategemeana. Endapo litakosekana moja aliweza kufanya kazi. Endapo mtu ataamini la ilaha illa Allah na hali ya kuwa swali, basi ajue mtu huyu yupo katika hasara na ataingia motoni. Na akisema na akiswali na hali ya kuwa hajaamini la ilaha illa Allah, bado kazi iko pale pale, hakuna anachofanya isipokuwa ni michezo, kwa sababu swala haikubaliki isipokuwa kwa kuamini la ilaha illa Allah kwanza, na wala la ilaha illa Allah haiwezi kufanya kazi yake isipokuwa baada ya kukamilika kwa jambo zito ambalo ni swala. Swala ndio ufunguzi wa kila kitu katika kheri na ndio ufunguo wa peponi. Basi na swala hakuna mtu atakayeingia peponi isipokuwa yule mwenye kuswali. Na uthibitisho wa maneno haya mtume katika hadithi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, awwal ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah fa in salahat salaha sa'iru amalihi. Mtume anasema kitu cha mwanzo kuhesabiwa siku ya kiyama ni swala. Endapo swala itatengemaa, basi matendo yote yatakuwa yametengemaa, na endapo swala itakapokosekana, basi matendo yote yatakuwa yameishia hapo. Iwe mtu alienda hija, alitoa sadaka, alijenga misikiti, alifanya chochote, maadamu kwamba swala imekosekana katika hivi vitu, basi yeye kitamzuia kitu hiki kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lazima tubainishe hizi hadithi mbili, tusitafsiri kama namna ambavyo zimekuja kwa namna ya dhahiria. Muonekano wake unaonekana kwamba la ilaha illa Allah ni neno jepesi, lakini kiundani wake ni neno lilokuwa zito, linahitaji tafsiri iliyokuwa pana ili kutimia la ilaha illa Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.